huu mlango mmoja wa Baitul Muqaddas tulishindwa kufunga, lakini asubuhi mwenyewe nikaufunga kwa mkono wangu. Wenda siku hiyo mlango ligoma, ndio siku alikuja huyo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wake amemtoa mtume Maka mpaka Baitul Muqaddas kwa ule usiku mmoja. Akafika ndani ule msikiti akawakuta manabii wote 123,000 na mtume akawa wa 24,000. Nabii Muhammad akawasalisha wale manabii wote. Baadaye kila nabii akaanza kusimama, akaanza kuzungumza sifa aliyopewa na Allah na kazi ambayo alifanyiza katika dunia, ambayo muda wangu hautaniruhusu kuweza kuzungumzia. Mara kukatoka chombo juu ya mbingu, kile chombo kikateremka katika ardhi, kile chombo kikamchukua mtume kumtoa ardhini kikampandisha juu ya mbingu. Chombo hicho ndio kinaitwa Mi'raj. Miraji ni chombo ambacho kilimtoa mtume ardhini kumpandisha juu ya mbingu. Wengine wanatueleza kwamba Miraji, riwaya nyingine wanatueleza kwamba ni ngazi, alipanda katika ngazi, lakini wengi wamekubaliana kwamba ilikuwa ni chombo kilichomtoa mtume ardhini kikampandisha juu ya mbingu. Alipokwenda juu ya mbingu, mbingu ya kwanza alimkuta malaika mkubwa, jina lake anaitwa Ismail. Huyu malaika Ismail hajapata kuteremka hata mara moja hapa katika dunia, isipokuwa mara moja alipokufa Nabii Adam alayhi salam, yeye ndo alishuka kuja kumsalia. Huyu malaika Ismail ana walinzi wa malaika wenye kumlinda 70,000 malak, malaika 70,000, na kila malaika mmoja ana walinzi 100,000 wenye kusubiri amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo kwenye mbingu ya kwanza pia akamkuta Nabii Adam alayhi salam. Wakaendelea mbingu ya pili wakamkuta Yahya na Isa. Mbingu ya tatu akamkuta Yusuf alayhi salam. Mbingu ya nne akamkuta Idris alayhi salam. Mbingu ya tano akamkuta Harun alayhi salam. Mbingu ya sita akamkuta Musa alayhi salam. Mbingu ya saba akamkuta Nabii Ibrahim Khalilur Rahman. Mtume alipofika juu ya mbingu ya saba, akakuta juu ya mbingu ya saba kuna msikiti. Huo msikiti unaitwa jina lake Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni msikiti ambao umehifadhika kwa ibada malaika. Ndani ya msikiti huo wa Baitul Ma'mur mnaingia malaika 70,000. Wanaingia kwa kila siku mara 600. Kikundi kimoja kikiingia 70,000 kinasali. Kile kikundi kikitoka hakitarejeaka tena mpaka siku ya kiyama. Malaika mmoja mwenye kufanya ibada katika Baitul Ma'mur juu ya mbingu ya saba, umbile lake kutoka kwenye bega ya huyo malaika mpaka kufikia kwenye sikio lake, hapa katikati ya shingo kuna urefu wa mwendo wa miaka 70. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana viumbe wengi sana, ana viumbe wa maajabu, japo sisi tunamziakia na kumfanyia utani, japo tunakataa kumwamini, japo tunakataa kumwabudu, japo tunakataa kumsujudia, lakini anao viumbe ambao wana maumbile ya maajabu. Akawaona wote Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakaendelea, akakuta wakafika katika bahari ya nuru. Hii bahari ya nuru, malaika Jibril alayhi salam huwa anakoga ndani yake mara 360 kwa kila siku. Mimi na wewe tunaoga asubuhi na jioni, lakini malaika Jibril anakoga katika bahari ya nuru mara 360 kwa kila siku. Wakapita bahari ya nuru, wakafika kwenye ule mti wa Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni mti wa ukomo mambo yote ya walimwengu. Mambo yetu hapa katika dunia yakipandishwa yanaishiaga kwenye ule mti wa Sidratul Muntaha. Mtume anatueleza kwamba jani moja la mti wa Sidratul Muntaha likiteremshwa hapa katika dunia linaweza likafunika ulimwengu wote mzima. Mwenye kuchukua kipandwa au ngamia, mwenye kutembea vizuri sana, atembee katika uvuli wa mti wa Sidratul Muntaha, anaweza akatembea mwendo wa miaka 70,000 na hata maliza. Kwenye mti wa Sidratul Muntaha Mtume Muhammad sallam akamuona Jibril mara ya pili katika umbile lake la hakika. Mara ya kwanza alimuona katika dunia, na mara ya pili akamuona kwenye ule mti wa Sidratul Muntaha. Jibril ni rais wa malaika.
Mwenyezi Mungu amemsifu ndani ya Qur'ani ya kwamba dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin, ana nguvu za ajabu. Jibril, Mwenyezi Mungu amempa mbawa 600. Ubawa umoja Jibril urefu wake ni mashariki ya dunia hadi magharibi ya dunia. Huyu Jibril ndo ambaye anakoga katika bahari ya nuru mara 360 kwa kila siku. Walipofika kwenye ule mti wa Sidratul Muntaha, Qur'ani inatueleza kwamba wama minna ila lahu maqamu ma'lum. Sayyidina Jaafar rahimahullah anatueleza kwamba ala samai sama Muhammad, Jibril qala lahu takaddam. Nabii anatueleza katika hadithi ya kwamba Jibril alimueleza hapo katika hiyo nafasi ya kwamba takaddam, in takaddamta irtakaita wa in takaddamtu ihtarakatu. Wewe mtume tangulia, ukipita sehemu hii utaendelea hadi huko atataka Mwenyezi Mungu wewe kufika. Mimi Jibril nikizidisha sehemu hii taungua, kwa sababu huko mbele kuna nuru ambayo ni tofauti na nuru ambayo niliumbwa mimi Jibril. Rais wa malaika, tizama utukufu wa Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tizama ubora wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Rais wa malaika anafika nafasi ambapo ndo ukomo wa safari yake, kila kitu kina ukomo wake. Anasema nikizidisha hapa taungua. Amemtoa Maka, amefika Baitul Maqdis, anatoka pale, wanakuja juu ya mbingu, wanatoka mbingu ya kwanza, wanaingia mbingu ya pili, mbingu ya tatu, mbingu ya 4, mbingu ya 5, mbingu ya 6, mbingu ya 7. Wanatoka hapo, wanafika kwenye bahari ya nuru, wako kwenye mti wa Sidratul Muntaha. Anasema ukomo wa safari yangu mimi na wewe ni hapa. Wewe endelea, una uwezo wa kuendelea wewe Nabii Muhammad sallam hadi huko atataka Mwenyezi Mungu wewe kufika. Mimi nakaa na kusubiri hapa, nikifanya utundu wa kwamba niongozane tena na wewe kutoka kuanzia hapa nikiendelea taungua. Kuna nuru ambayo ni tofauti. Ndugu zangu wa Kiislamu, kila eneo ina nuru yake. Hapa ardhini tulipo, hii ni nuru ya ardhi. Ndio maana unaweza ukachukua kitu fulani ukakitupa juu, kile kitu kikarudi tena chini. Kwa Kifaransa tunaita force pesanteur. Kile kitu kinaporudi ina maana kwamba kiko katika nuru ya ardhi. Lakini hapa kuna kitu ambacho unaweza ukakipeleka ukakiachia kwa juu huko, kile kitu tena kisirudi, kwa sababu nguvu ya ardhi, nuru ya ardhini imekoma. Ukitoka hapo mpaka kwenye mbingu ya kwanza pia kuna nuru yake. Ukitoka mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya pili kuna nuru yake. Mbingu ya 3 hadi mbingu ya 4 kuna nuru yake. Mbingu ya 5 hadi mbingu ya 6 kuna nuru yake. Mbingu ya 6 hadi mbingu ya 7 kuna nuru yake. Ukitoka mbingu ya 7 hapo katikati mpaka kufika kwenye bahari ya nuru pia kuna nuru yake. Ukitoka bahari ya nuru mpaka kwenye ule mti wa Sidratul Muntaha pia kuna nuru yake. Ukitoka hapo hadi huko kuna nuru yake ambao rais wa malaika Jibril ameshindwa kuweza kuistahamili kwa sababu anaweza akafa. Lakini akaendelea nabii wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume akenda, alivyokwenda akakuta kule mbele ya safari kuna pazia. Mtume akaipita ile pazia, akaendelea akakuta tena kuna pazia nyingine. Mtume akapita hiyo pazia, akaendelea akakuta kuna pazia nyingine. Mtume anatueleza kwamba pazia moja hadi kufika kwenye pazia nyingine katikati kuna mwendo wa miaka 500. Pazia nyingine hadi kufikia pazia nyingine katikati kuna mwendo wa miaka 500. Mapazia yale yote Mtume akayapita kwa ule usiku mmoja, na hakuna mwenye kujua idadi yake isipokuwa ni peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Paka Mtume akafika nafasi ambapo haone juu, haone chini, haone mbele, haone nyuma, haone kulia wala haone kushoto. Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yani ukitizama juu macho si kwamba alikuwa kipofu, macho haidhibiti kuona kwamba kule juu kuna kitu gani, kwa sababu ukiangalia juu unaona mbingu, ukiangalia chini ardhi hii unaiona.
Lakini nafasi mtume alipokuwa akiangalia juu, macho haidhibiti kuona kwamba kule juu kuna kitu gani, yani kunaendelea. Akiangalia chini pia kunaendelea, mbele, nyuma, kulia, kushoto. Mtume akasema hapa ndo mwisho wa ukubwa wangu. Mtume akatoa sauti akasema, attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Katika riwaya nyingine tunafahamishwa kwamba akasema, attahiyatu almubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Wako baadhi ya watu ambao wanapinga safari hii ya kwamba mtume hakusafiri, ya kwamba hakusafiri kabisa. Hiyo asra maana yake ni habari za ndoto, kama hakusafiri kabisa. Sasa hii tahiyatu ambayo tunaisema atahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu, tumeipata wapi? Hapa ni mtume akimwamkia Allah subhanahu wa ta'ala. Na alipokwenda mtume si kwamba alienda katika ndoto, bali alikwenda mwili na roho. Na anasema atahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Allah akamrejeshea amani, akamamkia mtume wetu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akamweleza kwamba assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Hapo ni Mwenyezi Mungu akimrejeshea amani, akimwamkia mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alipokuwa hiyo nafasi, alikabidhiwa sala 5 Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hiyo nafasi alihusiwa mambo 5 yeye na umati wake washikamanane nayo. Atakayeshika hayo mambo 5 hatapata hasara duniani na akhera. Jambo la kwanza ambalo alihusiwa hiyo nafasi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza Allah akamweleza kwamba ya Muhammad la tuhallika qalbaka bihubbi dunya fa inni lam akhluqu halak. Acha kufungamanisha roho zenu kwa kuipenda sana dunia. Yeye Allah, yeye Mwenyezi Mungu hakutuumba sisi kwa sababu hiyo. Allah hakutuumba sisi kwa sababu ya dunia. Dunia hii imeumbwa kwa sababu yetu sisi. Bila sisi dunia isingekuwepo. Vyote vilivyoko katika dunia Allah kaviumba kwa sababu yetu, kama vile Qur'ani inavyotueleza kwamba huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia. Ni yeye Allah kakumbieni vyote vilivyoko katika ardhi. Allah kakumbieni nyinyi. Ama sisi kuumba kwetu si kwa sababu ya dunia au kwa sababu ya vile vinavyopatikana katika dunia, bali tumeumbwa kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana akatueleza kwamba ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa ni kwa kuniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Mradi wa Allah kutuumba kutoka katika uhai wa dunia hii ni ibada. Lakini wako wapi leo viumbe wa maabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Leo watu wako na maabudu Mwenyezi Mungu kutokana na shida. Mtu akiwa na shida ndo anamwabudu Mwenyezi Mungu, akiwa na matatizo ndo anamwabudu Allah. Mtu mwingine anakaa ndani ya sala Allahu Akbar, anakaa kimya, nikitoka hapa naenda dukani. Lakini dukani yenyewe siku hizi yani watu wa kukopa wanakuwa wengi, yani mpaka naanza kuogopa hata biashara yenyewe. Na ukimnyima mtu yani inakuwa kama vile nuksi fulani hivi. Yani mtu yuko ndani ya ibada ndio anaanza kupanga programu zake zote. Mtu mwingine anakaa Allahu Akbar, anakaa kimya, nikitoka hapa leo ndo Jumatatu, na ule bwana tarehe leo ndio ilibidi kwamba nende nikamdai. Tena leo napita hapo dukani namueleza hapa siondoke mpaka ilangu nanipa. Akienda rakaa pili Allahu Akbar, anakaa kimya. Allahu Akbar. Kwa kweli dunia imeisha. Yani mademu wenyewe, yani ule demu alivyopita pale Allahu Akbar, inna lillahi, yani hana hata aibu. Idha qama ahadukum fi salati fa innahu yunajira bahu. Anaposimama mmoja wenu katika sala anakuwa anazungumza na Mola wake. Ndio maana kila Muislamu baada ya takbiratul ihram Allahu Akbar, kabla kusoma alhamdu, kila Muislamu anasema wajhatu wajhiya, nimeelekeza uso wangu lillahi fatara samawati wal arda, kwa yule ambaye aliyeumba mbingu na ardhi, hanifan muslima ma ana minal mushrikin, hali ya kwamba niko Muislamu wala siku miongoni mwa washirikina. Inna salati,
hakika sala yangu, wa nusuki na kuchinja kwangu, wa mahayaya na uzima wangu, wa mamati na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, vyote vinamilikiwa na Mwenyezi Mungu Bwana wa ulimwengu, la sharika la bidhalika umirtu ana minal muslimin, hana yule ambaye anayeshirikiana naye, na hayo ndio nimeamrishwa na mimi ni miongoni mwa Waislamu. Sasa ikiwa kama Allah ndio anamiliki sala yako, kuchinja kwako, uhai wako, kufa kwako, vyote anavimiliki Allah, huyo ambaye unamfikiria wa madeni ni nani? Hao wanawake ambao wanakushughulisha ni kina nani? Badala ya kumfikiria Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yako, ukalipwa radhi na Mwenyezi Mungu kwa sababu unarejesha shukrani ya kuumbwa kwako. Jambo la kwanza katika mambo matano ambayo alihusiwa nabii, la tuhallika qalbaka bihubbi dunya fa inni lam akhluqu halak, acha kufungamanisha roho zenu kwa kuipenda sana dunia, mimi Mwenyezi Mungu sikukuumbeni kwa sababu ya dunia. Jambo la pili, waj'al mahabbatuka li fa inna masirakum ilayya, jalieni mapenzi yenu makubwa iwe ni ya kumpenda Allah, kwa kuwa marejeo yenu ni kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mapenzi makubwa iwe ni ya kumpenda Allah, kwa kuwa marejeo yenu ni kwake Allah. Leo wako wapi watu wa kumpenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Leo watu wako tayari kufa kwa sababu ya timu ya mpira. Kama Manchester anacheza, sijui Chelsea, sijui Simba anacheza, sijui DC Virunga anacheza, TP Mazembe anacheza. Yani mtu yuko tayari kufa kwa sababu ya timu ya mpira. Mtu yuko tayari kufa kwa sababu ya mwanasiasa wake. Mtu yuko tayari kufa kwa sababu ya mchezaji fulani. Mtu yuko tayari kufa kwa sababu ya msanii fulani wa filamu, msanii fulani wa muziki, hiyo wa dansi, hiyo ya bongo flava, ya bolingo. Mtu yuko tayari kufa, lakini watu hawako tayari kufa kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mapenzi makubwa iwe ni ya kumpenda Allah, lakini mapenzi ya kumpenda Allah watu hawana. Leo mapenzi yamekaa ni ya kuweza kumpenda binadamu kwa binadamu, ila hali wakafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qubur damaat ainai. Siku moja alikaa bwana mtume juu lake rehma na amani makabrini, katikati ya kikundi cha masahaba, machozi yakaanza kumbubujika nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam.